Sema baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipolikaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje, ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane, na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Kama Biblia unayoitumia ni ya kwako, neno wengi unaweza kulipigia mstari, lakini kama umeazima, tafadhali usichafue Biblia ya watu, siku nyingine hawatakupa tena. Maandiko yanasema hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje, ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane, na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Mstari wa 13 unasema Bwana alipomwona yule mwanamke mjane ambaye mtoto wake wa kiume yupo ndani ya jeneza na watu wengi wamebeba tayari kwa ajili ya maziko. Yesu alipomwona, maandiko yanasema alimwonea huruma, akamwambia usilie. Yesu alipomtazama yule mwanamke mwenye huzuni ya kupotelewa na mtoto, akamwonea huruma, na Yesu akasema usilie. Mstari unaofuata unasema hivi, akakaribia akaligusa jeneza, wale waliokuwa wakilichukua wakasimama, yani wakashangaa, wakastaajabu, wakashtuka, wakatoa macho, wakajiuliza nini tena hiki? Akasema, kijana, na kuambia inuka. Mstari wa 15 nasema yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema. Halafu Yesu akampa mama yake. Jina la Bwana libarikiwe tena. Kama unaandika, sema tu kwa kifupi, Yesu ni mponyaji. Halafu kwenye mabano, ni Bwana juu ya mauti au kifo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nipe dakika chache tumesoma maandiko haya. Hiki kitabu cha Luka ni miongoni mwa vitabu vinne vya Injili. Wasomi wanaviita synoptic gospels, yani ni injili mfuatano. Na anayeandika kitabu hiki Luka, huyu bwana alikuwa ni daktari kabisa, mtu msomi. Na katika kitabu chake hiki, aidha na kitabu cha Matendo ya Mitume, ameandika in details mambo mengi tofauti na vitabu vingine vya Injili ambavyo vimeandikwa kwenye hilo kundi la hizi synoptic gospels. Na kitabu hiki cha Luka kinaeleza sana mahusiano ya mambo ya kijamii ambayo Yesu alifanya ya uponyaji, yaliyotengeneza imani
katikati ya watu waliosikia, yaliyojenga imani, matendo aliyoyatenda Yesu katikati ya jamii ambayo yalisababisha watu wakamwamini Yesu kwa sababu ya mambo yale. Sasa nimesoma mstari wa kwanza, ukisoma unaeleza kidogo, lakini ukianza mstari unaofuata unaeleza habari za jambo la muujiza mwingine ambao Yesu aliufanya wakati ule ule. Na maandiko yanasema kuanzia kwenye mstari wa 11, Yesu anapotoka anaingia kwenye mji mwingine, na maandiko yakataja kama kawaida. Luka anaandika kabisa aina ya mji kwamba uliitwa Naini. Na Yesu anapoingia kwenye mji ule, kazi yake ilikuwa ni moja tu. Yesu alikuwa anapopita mahali, hakuna mambo yaliyokufa yatabaki salama, kwa sababu Luka amemtambua Yesu akiwa kama Bwana wa uzima, au aliye mponyaji, aliye Bwana juu ya mambo yote. Manake Yesu alipopita mahali popote, na taarifa zilizoandikwa na huyu daktari Luka zinamwonyesha jinsi ambavyo Yesu anatenda miujiza. Alipokutana na watu wenye matatizo, hakuacha ipite hivi, lazima alitenda jambo fulani kwa watu wale, kwa sababu ilikuwa ni kazi yake. Na Yesu anapoingia katika mji huu, anapotembea kwenye lango la mji, anaona umati mkubwa wa watu. Anajiuliza, hawa ni akina nani? Labda Yesu alikuwa ng'ambo kama hapa, halafu umati mkubwa unapita kule. Yesu akatazama, akawaambia wanafunzi, simama, hiki ni nini kinaendelea? Yesu aliposikia sauti za watu wanalia na kilio kizito, watu wanaomboleza, lakini alipotazama akaona wengine wamebeba jeneza, Yesu akajua utakuwa ni msiba. Lakini Yesu alipoendelea kutazama, Biblia inasema akamuona mjane, huyu mama ambaye mwanaye huyu alikuwa ni wa pekee. Na inaonyesha huyu alikuwa ni mtu wa watu, kwa sababu Luka anatupa details, anatupa taarifa ya kwamba watu wengi sana walikuwa wameambatana na huyu mwanamke katika harakati za mazishi ya mwanaye. Nataka niseme hivi, inawezekana ziko nyakati zimekupitia katika maisha yako za mambo magumu yaliyotokea kwenye maisha yako, yamkini yamegusa ndoa yako, mambo mazito, lakini watu ukawasimulia, na kwa sababu wewe ni mtu wa watu, watu wengi wakaketi na wewe wakakupa pole, wakakwambia pole, Bwana atakuponya. Wakakwambia pole kwa sababu ya jambo lililokukuta. Wengine wamekutana na matukio ya ajabu katika maisha yao ambayo hata hawezi kusimulia, kwa sababu jambo ni baya, ni aibu, hata kulisema mbele za watu hawezi. Anaishi nalo, linatesa moyo wake, lakini atamwambia nani? Kwa sababu wanadamu hawaaminiki. Akimwambia mtu huyu, atalikuta kesho nyumba ya pili wanamjadili. Wanadamu hawaaminiki. Hakuna mtu wa kumweleza habari zako, umekaa nazo, una ugonjwa mbaya unakutesa, lakini hakuna mtu wa kumweleza, kwa sababu ukitazama wanaokuzunguka haumwamini mtu. Na watu wakiona unapata tabu na shida, wanakuja wanakupa pole, kama jinsi huyu mwanamke alivyokuwa mtu wa watu. Na hata alipokutwa na msiba, maandiko anasema wala hayaelezi ya kwamba alibeba jeneza peke yake, hapana, lakini anaeleza watu wengi mno walimpa kampani kwenye msiba,
lakini hawakuleta majibu ya tatizo au ya huzuni aliyokuwa nayo. Alinung'unika, akanyong'onyea. Kumbuka alikuwa ni mjane, halafu huyu ni mtoto wake wa pekee aliyebaki, naye amepoteza maisha. Huzuni ni kubwa, huzuni ni kubwa. Ni sawa na wewe unayesikiliza habari hizi. Matatizo ni mengi, shida ni nyingi, zinatesa maisha yako. Mapepo yanakuchezea, wanakuangia kila wakati. Dhambi imekukamata, huzuni ni kubwa, hakuna mtu wa kumweleza. Hata uliowaeleza hawajakusaidia, wamekupa pole, wengine wamekucheka kwa sababu ya tatizo lako, maana linaonekana halina dawa. Maana ukijaribu kuacha unashindwa. Umejitahidi kuacha sigara, lakini imeshindikana. Wamekushawishi, haijawezekana. Umetumia dawa, bado haujapona. Huzuni ni kubwa, mateso ni mengi, wala msaada hauonekani. Mwanamke huyu, maandiko anasema, alipokuwa akilia katika huzuni yake kubwa, watu wakimtazama, Biblia inasema Yesu Kristo alipomwona akamhurumia. Na alipomhurumia Yesu, sikiliza, Yesu alipomhurumia huyu mwanamke, akasogea, akawaambia watu, simama. Watu wakasimama, watu wakageuka, wakatazama, huyu ni nani anayesimamisha msafara wa maziko? Nimetangulia kusema kichwa cha ujumbe, Yesu ni Bwana wa uzima, yeye ni juu ya kifo. Kwa hiyo usishangae, wao hawakujua Yesu ni nani, hawakujua Yesu ni nani, lakini yamkini walisikia habari zake kama wewe unavyosikia habari zake, lakini haujajua Yesu ni nani. Na leo nimekuja kutangaza, nikiachilia mambo mengine kuhusu Yesu, lakini leo ninalo tangazo moja, ya kwamba Yesu tunayetangaza habari zake, Yesu tunayemhubiri jioni ya leo, yeye ni Bwana wa uzima, yeye ni Mungu juu ya kifo. Akasimamisha msafara, msafara ukasimama. Watu wanajiuliza, huyu ni nani? Yesu akasema, mwanamke, usilie, nyamaza. Nimekuja kukutangazia mkazi wa Kongoe pamoja na viunga vyake, Yesu anapita katika viwanja hivi, na anatoa sauti, anasema, usilie, nyamaza kimya, kwa sababu msiba wako umepata dawa leo, kwa sababu msiba wako umepata suluhisho leo. Makosa yako yamepata masahihisho leo, na masahihisho ya makosa yako ni Yesu Kristo tunayetangaza habari zake jioni ya leo, na msaada wa matatizo yako natangaza kwa jina la Yesu. Ni Yesu Kristo aliye hai tunayetangaza habari zake jioni ya leo. Ukisikiliza sauti yake na ukasimama kama mkutano walivyosimama wakasikiliza Yesu anasema nini, utapokea muujiza wako, utaliona tumaini lile lililopotea katika maisha yako. Hautaitwa tena jina baya, lakini jina lako litabadilika, kwa sababu Yesu yeye anayebadili hatima na anayetengeneza historia mpya katika maisha ya watu.